kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa 11. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema: ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa kikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikitengeneza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema: nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo ninyi mlivyo katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Wakati wowote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kuung'oa na kuuvunja na kuuangamiza, ikiwa taifa lile nilolitaja litageuka na kuacha maovu yake, nitagaili nisitende mabaya yale niliyoazimia kuwatenda. Na wakati wowote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kuujenga na kuupanda, ikiwa watatenda maovu mbele ya macho yangu, wasitii sauti yangu, basi nitagaili nisitende mema yale niliyoazimia kuwatendea. Haya basi, ukawaambie watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu ukisema: Bwana asema hivi, tazama, ninafinyanga mabaya juu yenu na kuwaza mawazo juu yenu. Rudini sasa, kila mmoja na iache njia yake mbaya, zitengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 hadi ule wa 25, kwenye kiini cha siku yetu ya leo, Biblia inasema maneno haya yafuatayo: lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyayo maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie katika patakatifu na madhabahu, na waseme: uwaachilie watu wako, Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwa nini waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wako? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake: tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lilotoka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi, nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi. Na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Nchi, usiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa porini, maana malisho ya jangwani yatoa miche,
na huo mti unazaa matunda yake, mti na mzabibu inatoa nguvu zake. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkafurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huonyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama awali, na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Watu wamepoteza vitu vyao vya thamani, ndio maana wametumia gharama nyingi mno kama hizi kuandaa tukio kama hili la siku ya leo, ili wahakikishe mtu wa Mzumbe unarejeshewa ulichopoteza. Changamoto inayokuja ni pale ambapo kwanza upo hapa na haujui kama kuna kitu umepoteza, na haujui kitu gani umepoteza. Muulize jirani yako, kuna kitu umepoteza? Basi utakipata muda sio mwingi. Kwa nini upoteze ulichopoteza? Wakati mwingine ulipokuwa mtoto nyumbani kwenu, wazazi wako inawezekana walikuadhibu ulipopoteza fedha. Kwa nini upoteze ulichopoteza? Ni swali la msingi la kuanza kurejesha kitu ulichopoteza. Lazima ujiulize usiku wa leo, kwa nini upoteze hicho ulichokipoteza? Iko sababu, mtu wa Bwana. Ndiposa Biblia inaanza kutufundisha leo ya kwamba anatuonyesha mwanzo na mtiririko wa maneno ya kwamba watu wa Bwana, mrudieni Bwana, lanueni mioyo wala si mavazi. Anaanza kutuonyesha sababu ya kupoteza ni maovu yetu. Sababu namba moja ya kupoteza ulichopoteza ni kwa sababu umekosa ulinzi wa kimungu. Sababu ya kupoteza ni kwa sababu umekosa msaada wa kimungu. Na msaada wa kimungu umekosaje, mtu wa Bwana? Msaada wa kimungu unaokosa punde tu unapoenda kinyume na njia za Bwana. Mungu anaanza kutufundisha taratibu, anatuonyesha habari za watu waliopoteza. Walipoteza muda, walifanya vitu wakajikuta wamepoteza muda. Ndipo Bwana anawaambia watu hao, watu wa Israeli, tazameni miaka mlioipoteza. Inawezekana saa zingine upo kwenye masomo yako, unaona unasoma, lakini uko muda unaona unapoteza. Unapoteza kwa sababu ya kufeli, unapoteza kwa sababu ya kuumia, unapoteza muda. Ndipo Bwana anawaambia watu hao ya kwamba ziko nyakati kwenye maisha yenu mlifanya mambo mkawa mmepoteza. Kuna vitu vingine inawezekana na muda fulani ulijifunza mahali fulani, baadaye haoni faida yale mambo uliyojifunza. Ulipoteza gharama, ulipoteza muda, ulipoteza fedha, ulipoteza kila kitu ulichokitoa ili kujifunza, na haoni faida ya masomo, haoni faida ya kujifunza. Ndipo Bwana anatuonyesha hapa katika Biblia, anasema ni wakati na muda watu waliopoteza, naye anaahidi kuwarejeshea. Anaahidi kumrudishia mtu kitu alichopoteza. Ile ulipoteza kibali, jioni ya leo kinarejeshwa. Ile ulipoteza upenyo, jioni ya leo kinarejeshwa. Ile ulipoteza huduma na mikarama, jioni ya leo vinarejeshwa. Kila ulichokipoteza inakuahidi katika jina la Yesu Kristo kinakwenda kurejesha. Natamani nikueleze sasa kwa utaratibu. Biblia inatufundisha katika kitabu kile cha Yeremia tulichokisoma, inatuonyesha habari za mfinyanzi, ambaye huyu mfinyanzi alikuwa anafinyanga chombo chake, na Mungu huyo anataka tujifunze kutoka hapo. Huyu mfinyanzi alikuwa anafinyanga chombo chake, na ni wimbo ambao tumekuwa tukiuimba
siku baada ya siku. Mfinyanzi alikuwa anafinyanga chombo chake. Wakati anaendelea kufinyanga mfinyanzi chombo chake, chombo kilikuwa kikiharibika, mfinyanzi anabadili, anatengeneza kingine. Kama alikuwa anafinyanga sahani, ile sahani ikiharibika anabadili, anatengeneza kitu kingine, ama kikombe ama glasi. Anaendelea kufanya kazi yake ya ufinyanzi. Ndipo Bwana anamtuma Yeremia aende akatazame kazi ya mfinyanzi. Kisha kutoka katika kazi ya mfinyanzi, Yeremia ajifunze kitu kutoka pale. Yeremia anaitazama kazi ya mfinyanzi, anaona mambo hayaelewi. Ndipo Bwana anaanza kumfungulia ufunuo, anamfundisha Yeremia. Bwana anamweleza Yeremia, Yeremia, hivi ndivyo ambavyo watu wangu ninawafanyia kwenye maisha yao. Inawezekana wakati fulani inakuwa nimeplani kuwafanyia mambo mema, kuwafanyia mambo ya baraka, kuwapa kibali, kuwapa neema, kuwapa upendeleo, kuwapa ufalme mzuri, kuwapa mpenyo kwenye kila wanachokifanya, kuwapa kukubalika kwenye kila wanachokifanya. Ndipo Bwana anakuwa amekusudia hivyo kwenye maisha ya mtu. Kisha Bwana atakapomtazama mtu huyu, na mtu huyu atakapoanza kukengeuka na kuziacha njia za Bwana na kuzifuata njia zake mwenyewe na kufuata njia za uwezo wake mwenyewe, ndipo Bwana naye anagairi habari za mema ambazo alikuwa amezikusudia kumwelekea mtu huyo. Vivyo hivyo anaeleza tena, anasema kama Bwana alikuwa amekusudia mabaya kumwelekea mtu fulani katika maisha yake, kwa sababu ya maovu yake, kwa sababu ya mwenendo wake mbaya, yule mtu anapogairi matendo yake mabaya, yule mtu anapopinduka na kuacha uovu wake, ndivyo Bwana naye anapinduka na kugairi mabaya kuyapeleka juu ya mtu huyo na kuamuru yapelekwe mema. Hizo habari za mfinyanzi ambazo Bwana anamweleza Yeremia, na siku leo anatueleza sisi kanisa la Bwana, ya kwamba kama yuko mtu mahali hapa alikuwa anangoja ahadi ya Bwana, alikuwa anatumaini jambo kutoka kwa Bwana, naye amekengeuka, ameziacha njia za Bwana, ameziendea njia za uovu kwa sababu ya ushawishi na ulaghai wa watu marafiki zake, kwa sababu ya ushawishi na nguvu ya ulimwengu, amejikuta ameiacha njia ya Bwana. Jioni ya leo Jehova Shama ananihimiza nikwambie kwamba hakuna shaka inakupasa urejee katika njia za Bwana, ili Bwana agairi mabaya, ili Bwana agairi maovu, ili Bwana agairi kukudhuru, ili Bwana agairi kukutendea mabaya. Inakulazimu uweze kugeuka na kuacha njia mbaya na kuacha uovu na kuacha matendo ya mabaya. Ndipo Bwana anaendelea kutueleza habari hizi, anamwambia Yeremia, ndivyo mlivyo ninyi watu wangu katika mkono wangu, ninaweza kufanya chochote nitakacho. Kama mtu yote elekea njia ya ubaya, Bwana naye ataelekeza mabaya juu yake. Ndipo Bwana anakusisitiza mtu wa Bwana jioni ya leo kwamba inakupasa ugairi mabaya, inakupasa ugairi maovu. Sana zingine unampenda Bwana, lakini maovu yamekushikilia, dhambi imekulemea. Ndipo Bwana naye anakutaka uishi na dhambi, anamwambia Kaini, Kaini, tazama dhambi iko mlangoni inakuotea, lakini imekupasa uishinde, imekupasa uishinde ili upate mema kutoka katika mkono wa Bwana. Imekupasa uyashinde maovu ili upate mema kutoka katika mkono wa Mungu. Imekupasa uishinde dhambi, nawe umelemewa. Je, unaweza kujiuliza swali jioni ya leo? Sasa basi, ukubali uovu uendelee kuwa sehemu ya maisha yako, ama ufanye nini? Basi pengine unajitahidi na kujitahidi, bado unalemewa, bado unalemewa. Inakupasa ukazane, mtu wa Bwana. Ndipo Biblia inasema hamjafanya vita hata sasa kiasi cha kumwaga damu mkishindana na dhambi. Biblia inatuagiza ya kwamba yako mapambano, kuko kung'ang'ania kuishinda dhambi,
baraka, unamtajia na jina. Kana ni shida, kana ni lemea, Baba nisaidie. Kama ninavyosema katika Biblia, na tutupe kando kila mzigo mzito na ile dhambi tuzingaye upesi. Jehova anatambua yako maovu, yako maasi ambayo yanakuzinga mpendo kwa upesi, naye anachotaka moyo wako usiku wa leo. Jehova anataka moyo wako aone ukirejea kwake, aone ukitubu kwake, aone ukilalia moyo wako kwake, ya kwamba Bwana umwambie, natamani kuacha uovu huu, natamani kushinda dhambi hii ili niwe safi. Inawezekana kuna vitu umepanga Bwana kurejeshe. Inawezekana ni kibali akiji kukutenda mabaya, kibali kinakuja kwa kutenda mema. Hivyo ndivyo alivyoambiwa pili, ukitenda vema kibali kitakujia, utapata kibali. Kile ulichopoteza utakipata, maana baada ya kugeuka na kumgeukia Bwana. Inawezekana yako mambo mengi umepoteza. Siku moja nilikuwa nikihubiri habari, nikajikuta ninaanza kuhubiri katika hali ya maisha ya kila siku. Nikawaeleza watu, jamani, inawezekana hata kuna vitu vingine viliungua kwa moto, na wewe unaviona kabisa vinaungua kwa moto, vikateketea, vikawa majivu, lakini katika Bwana vinaweza kurejeshwa. Maana Biblia inasema, kisha nikaona bahari ikiwatapika wafu wake. Kisha nikaona bahari ikiwatapika wafu wake. Wanaosema katika Ufunuo wanaelewa hizi habari. Kama bahari, watu waliokufa waliweza kutapikwa kutoka katika bahari, si zaidi majivu yaliyoteketeza kitu chako yanaweza kukirejesha. Bwana anazo njia nyingi za kukurejeshea vitu vyako vya thamani. Wengine wameibiwa vitu vyao vya thamani, wameibiwa nguo zao za ndani ili ukafanyiwa uchawi. Bwana anaweza kurejesha. Usiogope wewe uibiwa vitu vyako vya ndani, maana Bwana yuko upande wako. Bwana anaweza kukurejeshea, lakini sharti moja, kwanza umrudie Bwana. Bwana anautaka moyo wako. Yesu anakutaka wewe ambaye umeanza kuiuza nafsi yako kutenda mabaya, wewe ambaye umeanza kujiingiza katika ukahaba, wewe ambaye umeanza kujaribu katika ukahaba, na Bwana anakuona, anatamani ukaili. Haina haja ya kumweleza mtu mwingine kwamba nilikuwa naanza kujiingiza katika ukahaba. Hakuna haja ya kumweleza mtu mwingine ya kwamba ulianza kujiingiza katika ushoga. Bwana anataka nafsi yako, moyo wako mwenyewe aone ukikaidi toka katika dhamira yako ya ndani. Umwambie Bwana usiku wa leo, Jehova, ninakaidi mabaya, ninakaidi uovu. Bwana anakuona katika kila hatua katika maisha yako. Wewe ambaye unaanza kushawishika na marafiki zako wanakushawishi, Biblia inasema kama mkono wako ukikukosesha ni bora ukate. Biblia inasema ni heri uingie mbinguni ukiwa kilema kuliko mkono unaokukosesha. Biblia inasema katika Mithali, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usifanyaje? Watu wengi leo ambao wako hapa, wengine wanaanza kuingia kwenye maovu kwa sababu ya marafiki zao. Wanashawishiwa, rafiki yake anamuonyesha vitu fulani anavyovipata kutokana na uovu anaofanya. Unashawishiwa. Nikusihi mtu wa Bwana, geuka moyo wako upesi, umgeukie Bwana. Usiku wa leo mwambie Bwana, nisaidie, Bwana nitoe huko. Wengine wameanza kuingizwa katika uchawi, umwambie Bwana nisamehe, Bwana nitoe huko. Jehova anatamani usiku wa leo kutoka kwenye nafsi yako ndani, kutoka kwenye dhamira ya moyo wako ndani ugairi. Anatamani aone kaka yangu unagairi katika maovu. Anatamani akuone dada yangu unagairi katika maovu.
umeshakosea. Sasa anachotaka kitu kimoja, ugaili taboa, useme basi ulivyosengenya inatosha. Leo gaili ili upate vitu vyako vya thamani toka kwa Bwana, ili ni karama na vipawa ulivyopoteza virejezo. Gaili mabaya ili neema ya Bwana iliyokuwa juu yako irejeswe. Gaili mabaya. Bwana anachokitaka usiku wa leo, aone wewe hauko tayari kuendelea kutenda dhambi tena. Anataka aone moyo wako unasema, tangu sasa siko tayari kumtumikia shetani tena. Tangu sasa siko tayari kuiba tena. Tangu sasa siko tayari kuoga tena. Tangu sasa siko tayari kusengenya tena. Bwana anataka aone moyo wako unaogaili mabaya. Hakuna habari zingine ambazo ningeweza kukuelezea ili Bwana akurejeshe vitu vyako ulivyopoteza, zaidi ya kukwambia hizi habari njema za kugaili mabaya. Ungetamani nikueleze habari za upako, ungetamani usikie mafuriko ya Roho Mtakatifu, ungetamani usikie habari za amsha sana, lakini Bwana usiku wa leo anatamani ya kuone kaka yangu unagaili. Anatamani ya kuone dada yangu Amen. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana mchungaji kwa ujumbe huu mzuri. Bila shaka ni ujumbe mzuri wa kuchukua. Chukua point kwamba tunatamani kweli kurejeshewa na Bwana, lakini Bwana kuna kitu anakitafuta kwetu kabla ya kurejesha kile kilichopotea au kile kilichoibiwa. Mungu ukatufae wakati wote kwenye maisha yetu. Basi Mungu abariki sana. Mungu akubariki kuhani kwa ujumbe mzuri. Na sikujitambulisha kwa wale wageni, naitwa Wilson Daniel, ni mwenyekiti wa Castrata Tayomi Chuo.